It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, my dear, it's okay. In the land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Ni kijiji cha upendo, Tongareni, kimejawa na simanzi kufuatia kifo cha mtoto wa miaka 14, Josiah Baruk, ambaye alifariki dunia baada ya kulishwa sumu ambayo ilimlemea hadi kuaga dunia. Josiah hakukonjeka. Josiah alipewa sumu. Ni aliyempea sumu tumemchua. Si hata tumchui. Kitu yenye hatujui mpaka saa hii ni kwa nini alimpea sumu. Hiyo ndio kitu yenye hatujua mpaka wa leo. Lakini aliyempea ni yule waliyekula naye chakula cha mwisho wakiwa kwa nyumba. Mama akicha aliwapata wakiwa pamoja, wakinywa chai, wakakula ketheri. Shortly ndio mtoto aanguke chikoni. Na mama alifanya jambo mzuri kwa sababu alikimbia kaleta maziwa na mayai, mtoto akaanza kutapika. Tukio hilo lilisababisha simanzi kubwa kwa familia yake. Daktari aliambia bibi yangu, huyu mtoto inatakana aoshwe damu na inatakana ifanywe within 4 hours. Kama haitafanywa, huyu mtoto ataaga. Baba yake alilia sana akieleza jinsi alivyompenda mwanawe, huku mama yake akijawa na huzuni isiyo kifani. Muwe watu wa kusikiza kwa makini sana. Usiende kwa matanga kusoma watu na kusema watu na kuangalia kwa mtu kunakaa aje. Shauri yako, chunga yako, ya mwingine muachie. Sawa? Wakati nilipata habari yake kutoka kwa baba mkwe, ilikuwa saa 5 ya usiku. Nililia for 3 hours. Kulia tu mpaka nikasikia mdomo umekauka, mwili umefreeze, kwa sababu nilikuwa napenda huyu mtoto sana. Mapenzi yangu kwa huyu mtoto na ule mkubwa ilikuwa the same. Mwanzo wa kitu na mwisho wa kitu. Shika hapo. Huyu mtoto nilikuwa nampenda zaidi sana sana. Nilianza kumuogesha tu akikuanga tu nikimuogeshanga. Mimi mwenyewe nikimwoshea manguo na hakikisha nimemuogesha amekuwa msafi, nimemvalisha. Wanalalamika tu na mimi nafanya kazi yangu. Mke wangu ni msaidizi. Mke wangu si mfanyikazi. Mwanaume mke ni msaidizi. Kwa sababu ukifanya kazi yako usilalamike, fanya tu. Clear? Asante. Huyo mtoto nilimpenda sana sana na yeye akanipenda sana. Hata watu walikuwa wanauliza, na ikutakuaje? Nikienda nikinunua kitu kwa duka, hata kama ni maandazi ama nimnunulie biscuit, nikimpea atahakikisha amenikatia yangu nikule. Anasema baba, lazima tukule na wewe. Na nilikuwa na matarajio makubwa kwa sababu nilikuwa naambiwa, baba, hii vitu mlikamwizi hivi vyako, wakati utanunua touch nitakuonyesha vizuri vile utaingia ndani kwa ndani. Nilikuwa nimengangana, nimeuza mboga. Zile pesa nilikuwa nimeuza mboga, nimenunua rim paper, nimejipa school fees. Mtoto wangu akianza kugonjeka sikuwa na chochote. So umaskini ni kitu mbaya wapendwa. Tujikakamue tutoke kwa umaskini. Na ndio sababu najikakamua kusomesha watoto wangu wanitoe kwa umaskini. Mtoto wangu amekufa kwa sababu ya umaskini. Ningekuwa na pesa, ningelienda immediately hospitali ambayo inaweza kunisaidia. Niliwapata kwa nyumba wakiwa watoto wawili, na nikamwambia, bwana, si nilikwambia uoge uende unyoe nywele kisha uende Monday shuleni ukiwa msafi? Aniambia, mama, nilikuwa naoji film fulani hapa na hata tumemaliza tu kukula. Nikamwambia, kwani mmeacha chai kwa kikombe? Ati sijasikia ikiwa poa. Nikamwambia, chemsha maji uoge kwa sababu kuna baridi, uende unyolee, kesho ni Monday. Josiah alipoingia jikoni kwenda kuchemsha maji, mimi nikaingia kwa rumu kutoa nguo kwa sababu nilikuwa nimenyeshewa. Nikitoka kwa rumu nilipata huyo mtoto ameenda. Nikisikia nduru jikoni, nilipata Josiah peke yake jikoni. Nilipata mtoto wangu ameanguka chini, anapiga nduru, ametoa manguo, mtoto amepindika kwa hii matope mmeona hapa nje, nikakuwa stranded. Nilikimbia kwenda kuita mama Tafrosa, jirani yangu pale, nashiriki naye. Yuko hapa. Nikasema, mama Tafrosa, mimi Florence huwa mbaya kila wakati. Huwa muongo kila wakati.
njoo unionee haya. Peke yangu watasema amedanganya. Tafrosa alikuja mahali hapa, tukaanza kuhangaika na yeye. Tunauliza mtoto, umekula nini? Josaya yako niambia chenye amekula. Ni nini imetendeka? Josaya yako niambia chenye kimetendeka. Ndugu zake pia walimkumbuka kwa sifa njema, wakimtaja kuwa kijana mnyenyekevu na mwenye tabia njema. Mwazinika kabisa. Mimi ndio huwa nakaa hapo na Josaya. Mara mingi hata mtu akiguza Josaya, mimi huenda kumuuliza, mbona umepiga mtoto? Mbona umemguza? Nimehuzunika sana kumpoteza ndugu yangu. Mtuombee tafadhali. Baba na mama, naweza waambia, najua tutawaacha hapo, maybe tukitoka tukienda shule, maybe sitakuwa. Mkae na amani, upate tu, yaani Mungu awape courage ile. Mama, tumeweza kukaa hapa wawili tu watatu, tunakaanga mimi, wewe na Josaya. Sasa hatuna Josaya. Mungu akupee amani. Sijui hata utakaaje, lakini Mungu akulinde kweli. On Monday sasa ndio mama akanipigia simu kama saa moja hivi. Kaniambia mtoto amekuwa anaendelea vizuri nini. Hiyo mashini alikuwa amewekwa ya ICU. Sijui inafaa isome 70 to 85. Akaniambia imeshuka to 55. It is time to pray for your young brother. Ningependa pastor nisomee Biblia ya Kiswahili na ya Kiingereza. Hiyo inakuanga Ephesians 6. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kiingereza inasema, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and domination of the Lord. To explain hiyo, nitasema hivi, if you know, you know, if you don't know, forget about it. Sawa. Kwa Kiswahili, wenye wamesikia, na kama hujui, sawa about it. Wazazi muitafakari. I think mmenielewa. Si mmenielewa? Wanafunzi wenzake wa shule walionekana wakihuzunika kwa kumpoteza rafiki yao, hadi wakamuimbia wimbo wa majonzi ili kumuaga. Alikuwa mpenda amani, alikuwa na nidhamu nzuri, sikuwa na nidhamu yoyote mbaya. Tena Josaya alikuwa mwenye bidii. Sikujua kama Josaya anaweza niacha kwa njia kama hiyo. A school family united in sorrow, in remembrance and in love. We are here to honor and celebrate the life of someone very dear to us. Our classmate, our friend, our brother in spirit, Josaya. Losing someone so young, so full of dreams and potential, is incredibly hard. There are no easy words to take away the pain, and no speeches that can fill the space he left behind. But what we can do is to remember, and in remembering, we keep his spirit alive among us. Josaya was more than a face in the crowd. He brought light to our days, whether through a smile or his quiet strength. Some of us may remember his laughter during break time. To his family, please know that you are not alone in your grief. Your child was deeply loved by the school, by his friends, and by all of us who had the privilege of walking even a small part of life's journey with him. Let this not be just a goodbye, but a promise not to take life or each other for granted. Though Josaya is no longer with us in body, his smile, and his spirit will always live in our hearts, in our classrooms, and in the story of our school. Rest well, Josaya Baruch. You will always be part of us. Thank you. Dear brother, you know we love you, but it's time for you to depart. It's not a wish to say goodbye, but it's time for you to depart. You are leaving now, and the train is waiting back to take my body over there, in the land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, my dear, it's okay.
land of paradise where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, my dear, it's okay. In the land of paradise where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. I'm a friend of paradise, and I know there is one more to take my body over there. In the land of paradise where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, my dear, it's okay. In the land of paradise where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Walimu wake nao hawakusita kueleza masikitiko yao, wakimkumbuka marehemu kama mwanafunzi mwenye bidii na ari ya kujifunza. Kwa majina ni Madam Catherine Wafula, kwa ajili ya familia, mama na baba na uko mzima. Kama walimu tunawaambia tufarijikaneni katika Bwana. Mungu wa amani awatie nguvu. Nilikuwa nafunza Josiah somo la Kiswahili na Creative Arts. Shairi amelala Baruku Josiah. Ukweli sijaamini kwa Josiah kuondoka, naumia mtimani, machozi yatiririka, anaenda kaburini mwanafunzi tajika. Amelala Josiah, kwa heri ya kuonana. Ndalu alikosomea ni wengi walimpenda, ni wengi walimjua, masomoni alitanda. Kwa sasa amepotea, tutazidi kumpenda. Amelala Josiah, kwa heri ya kuonana. Kalamu naweka chini nikiwa mwenye huzuni, ni machozi mashavuni, tutapatana peponi. Utabaki akilini, lala pema kaburini. Amelala Josiah, kwa heri ya kuonana. Malenga Kitongojini, Lionel Asena Vidoni. Asanteni. Josiah alikuwa mtoto mwenye nidhamu. Sijamwandika mahali popote kuwa ametenda jambo fulani, wala sijawahusisha wazazi kwamba Josiah amekuwa mwenye nidhamu mbaya. Siku ya Jumatatu nilipokea simu kutoka kwa mama ya Josiah akiniambia mtoto ni mgonjwa, hatakuja shule. Nikamwambia mama, peleka mtoto hospitalini, atakapopona atakuja. Alifanya hivyo kwa sababu hakuna siku mtoto huyu alikosa kuja shuleni na akose kunipa habari zake. Lakini hizo zilikuwa habari za mwisho ambazo alinipa. Kufikia siku ya Jumatano, Thursday, akaniambia anapeleka mtoto cottage, amezidiwa. Niliamshwa na habari zilizokuwa mbaya siku ya Jumatatu asubuhi kwamba Josiah ametuacha. Kwa hivyo kwa jamii, wacha Mungu akazidi kuwapa nguvu. Wanafunzi wenzake, mjitie nguvu. Hiyo ni njia ya kila mmoja. Tunajua ya kwamba siku moja tutaonana na Josiah. Kwa hivyo wacha Mungu wa neema akaweza kutubariki. Asanteni. Na ikiwa familia zinazalea watoto, jinsi nimesikia hata Lennox akiongea, then haimaanishi unatoka kwa familia kubwa namna gani. Inamaanisha tu nidhamu ya familia ndiyo maana. Kijiji kizima kimeendelea kuomboleza kifo cha mtoto huyo, huku wakaazi wakitaka hatua zichukuliwe ili kubaini chanzo cha tukio hilo la kusikitisha. Nikiripotia kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Amon Anses, Bob TV.